Binti alimgonga jamaa aliyekuwa amebeba mtoto mchanga. Akamwangalia jamaa kwa sekunde kadhaa kisha akasema, "Baba." Jamaa alimwangalia binti kwa mshangao mkubwa sana. Kabla mshikaji hajasema chochote, binti akaanza kukimbia. Jamaa akamrudisha mtoto wake kwa mkewe kisha akaanza kumkimbiza ule binti. Mke wake akaanza kukimbia pia, alitaka kujua kwa nini huyu binti anamuita huyu mshikaji baba. Jamaa alifanikiwa kumkamata ule binti akamuuliza, "Kwa nini unakimbia? Na kwa nini unafanya kazi ya kutembeza chakula kama hiki?" Binti akajibu kwa kupayuka, "Sihitaji msaada wako." Mke wake akamuuliza jamaa, "Hani, huyu ni nani?" Jamaa akasita kisha akasema, "Huyu ni mtoto nilizaa na ex wangu." Akamwangalia yule dogo akamuuliza, "Kwa nini uko hapa sasa hivi? Si niliambia uko chuo?" "Kwa mfano ningetaka kwenda chuo, ningepata wapi hela ya ada?" Jamaa alishangaa sana akaamua muulize binti, "Hela ya ada? Si nilimpa mama wako hela ya ada, hela ya hostel na hela ya wewe kula." Machozi alimlenga binti akamwambia babake, "Mama alitumia zile hela zote kukinunulia nyumba kibenten chake." "Haina shida, hela ya ada ni shilingi ngapi?" Ni kama $12,000. Mke wake akamtupia mshikaji begi akaondoka kwa hasira bila kusema kitu chochote. "Yaani nione kama naweza nikapata hela humo. Hii ni $15,000. Chukua hii kalipe ada na ukihitaji hela yote nyingine nitafute sawa?" "Asante baba, naweza nikaja kuishi na wewe?" Jamaa alimwangalia binti yake kwa huruma. "Mwanangu, ndo kwanza nimeanzisha familia mpya. Haitakuwa busara wewe kuja kuishi na mimi kwa sasa." Upande wa pili mke akamaliza kuongea na simu. Akarudi hadi alipo jamaa akamuuliza, "Hani, kwa nini ameshika pesa nyingi kiasi hicho?" "Samahani sana shangazi, nilikuwa naongea tu na babangu kidogo. Naondoka." "Wewe unaweza kuondoka, lakini naomba usiache hizo hela hapa." Binti akaumia sana akazirudisha zile hela. "Nenda kanisubiri pale, kuna kitu nataka niongee na baba yako." "Shangazi, makosa yote ni ya kwangu. Sihitaji hela tena, naomba msimlaumu baba." Shangazi akamwangalia binti akamwambia usihofu. Akamgeukia mume wake akamuuliza, "Kwa nini umempa pesa mtoto wako bila taarifa?" Jamaa alijibu kwa upole, "Najua nimekosea na hii haiko fair kwako, lakini ile ni damu yangu. Nisipomsaidia mimi atasaidiwa na nani?" "Ndio, pesa inaweza kanunua elimu, chakula na vitu vingine vingi. Je, pesa inaweza kanunua furaha ya mtoto? Je, pesa inaweza kanunua upendo wa mzazi na malezi yake?" Jamaa alishtuka kisha akajibu, "Ukiachana na pesa nitampa nini kingine? Nimchukue tujeruhishi wote, utakubali?" Kabla mke hajajibu kuna mshikaji akawa anakimbia anaita, "Bosi. Hizi ni $50 ulizoniambia nikuletee. Hela zote hizo, mke wangu, unataka kufanya nini $50,000?" Mke wake akatabasamu kisha akamwambia, "Hani, hizi $50,000 ni zawadi kwa ajili ya mtoto wako. Pia kuanzia leo tutaishi pamoja kama familia." Jamaa akaongea kwa hisia sana, "Baby, huyu sio mtoto wako wa kumzaa. Uko tayari kumpa $50,000? Hii ni sawa kweli kwako?" Mke wake akajibu kwa upendo, "Haijalishi kama ni mtoto wangu wa damu au la, mtoto wako ni mtoto wangu. Mlipopeana talaka mlimuumiza huyo mtoto. Mimi kama mke wako nitasimama na wewe kumpa huyu mtoto upendo ambao umekuwa ukiukosa. Nitampa familia iliyokamilika." Dogo alisikia kile kitu kinachoendelea akakimbia hadi walipo. Machozi yakaanza kumdondoka. Kwa sauti ya kutetemeka alilia akisema, "Asante mama." Niambie hapo kwenye comment unadhani Kibongobongo ni kabila gani lenye wanawake wenye upendo kama huyu mama?